The greatest enemy of the gift of the spirit is the flesh, not the devil. Shetani hausiki mwili wako ndio unazuia vipawa vya rohoni visifanye kazi. Wengine wakati mkiwa wadogo, wakati miili yenu haijazoezwa tamaa, wakati hamjainua mapenzi, hamjashikwa, hamjarukaruka huku na huku, mara na Joni mara na nani, mlikuwa mkilala mnaota ndoto, mnaona vitu vinavyotokea kesho. Subiri walipoanza kukushikashika au wote tena, it is gone. Why? The flesh desire came powerful than the spiritual gift. Kwa hiyo wakati tukiwa wadogo, gifts were working. Wengine mlikuwa mkiingia darasani mnaona mitihani kabisa, ukiwa form 2 pale pepa inakuja hapa, unapiga, unaenda vizuri, mtoto wa watu. Form 4 ulipita, mbona ulisoma kifungilo wewe girls school, ukapita chwa, ukaingia forms 5 na 6 ukapita chwa. Ulipofika chuo kikuu, akina Mahanjunja Mahankanta wakaanza kukusemesha. Suddenly hauoni tena zile pepa. Unasema mtumishi, mimi zamani nilikuwa naota vitu vinatokea, lakini siku hizi jamani, pastor skin kimetokea. Flesh imezima cha rohoni. Every time you entertain flesh, there is something of the spirit you are killing. Mungu sio mpumbavu aliposema hivi, usilewe kwa mvinyo bali jazwe Roho Mtakatifu. Maana yake nini? Paka unasikia Biblia inakwambia hivi, usilewe kwa mvinyo bali ujazwe na Roho Mtakatifu. Maana yake there is something, pombe inaua cha rohoni. Biblia inasema hivi, Samsoni wakati anazaliwa, malaika akamwambia mama yake, ukibeba hii mimba usinywe kilevi hata kimoja, kwa sababu kitakachozaliwa humo ni kitakatifu. Hata kama wewe usingekuwa mama yake Samsoni, then you know somewhere somehow pombe inaathiriki vitu vya rohoni. Kwa wengi mna karama, mna natural gifts ambazo mmezaliwa nazo kutoka kwa Mungu, ameshusha. Pombe imeua. There are favors ambazo they are spiritual favors ambazo Mungu ameziachilia kwenye maisha yako, ambazo sasa unaomba, you are desperate, and then huku unasema hivi, mimi namwamini Mungu lakini nashtuka na nini, na kahenes. Namwamini Mungu lakini kahavana kama humo ndani. So the more we are taking an alcohol, there is something spiritual that we are killing. There is something spiritual inakuwa blunt. There is a gift haitokei. Then anasema hivi, msilewe kwa mvinyo bali mjazwe Roho Mtakatifu. Kwa nini mjazwe Roho Mtakatifu? Kwa sababu kuna kitu pombe inafanya. Hormone ile ile ambayo pombe ina trigger, ndio hormone hiyo hiyo Roho Mtakatifu anakuja kukaa juu hapo. Nitakupa mfano. Mlevi akishalewa, akikutana na mbwa, wewe unaenda wapi? Sogea. Mbwa anasogezwa pembeni kwa maneno, na mbwa ni mkali, a bulldog, ambapo akilevuka kutoka kwenye pombe yake, mbwa yule yule ambaye usiku akilewa anamfukuza, anasema bwana, ondoa huyo mbwa, subiri kimkae hapa. Akishakaa hapa, ni mwanadamu gani mwenye akili timamu ambaye ana watoto, ana mke, amelewa kwa pombe, ana uwezo wa kukojoa mbele ya watoto wake? You must be out of your mind first, kwa sababu ukiwa sober, that's thing you cannot do. Kwa maana yake kuna kitu kinaguswa ambacho kinakupeleka wewe kuwa abnormal, then you start acting abnormal. Mtu mwingine anasema hivi, ngoja nikamnywe pombe huyo mjinga. Kwa maana yake nikiwa sijalewa siwezi kumwattack. Kwa maana yake I need a certain level of confidence. So there is a hormone need to be triggered ili ninyanyue hasira yangu niweze kuropoka maneno fulani. There is something spiritual in you kinauawa kila wakati unapoconsume alcohol. Sizungumzia mambo ya afya hapa, nazungumzia spiritual stuff. So Roho Mtakatifu ndani yetu anatamani kufanya mambo makubwa. Kuna vitu anatamani kuvifanya, lakini sisi we limit him by allowing the flesh iwe na sauti sana kuliko miili.